agizo la Bwana Yesu anazungumza hapa katika mlango ule wa 16 akiwa na wanafunzi wake. Bwana Yesu akawaambia, mstari wa 15 naanza kusoma pale, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Hili ni neno la Bwana Yesu. Haya ni maagizo ambayo Bwana Yesu anawapa wanafunzi wake. Sema amen. Na ninaamini nimesimama mbele ya wanafunzi wa Yesu. Naomba nione wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema enendeni ulimwenguni mote. Mimi sielewi ulimwengu wako, lakini unapotoka hapo nje ndio ulimwenguni kwenyewe. Jamani, amina. Mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Ile agizo linakutuma, na anayesema enendeni sio Mosha. Jamani, amen. Ni Yesu mwenyewe. Mimi ni kama mtumwa tu wa Yesu kukusomea na kukuelekeza mambo haya, na mimi nilipoyasoma haya kwamba enendeni, nikaenda. Jamani, amen. Sasa niko basi mwaka wa 34 33 32 samahani 32. Haleluya. Miaka 32 kidogo. Wangapi na miaka zaidi ya 32 zaidi? Wako wachache ambao hawajafikia 32. Kwa hiyo nipo. Kwa nini nipo? Kwa sababu Yesu alinituma. Nataka kuona matokeo ya kile ambacho Yesu amekizungumza kwenye neno lake. Na matokeo ni wewe. Sema amen. Amen. Sema matokeo ni mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Maana upo hapa kwa sababu kanisa lipo. Nikija hapa hakuna mtu yeyote. Kwa hiyo nimetimiza agizo la Bwana Yesu. Nasi tunataka tutimize agizo la Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa anasema hivi, aaminie. Namba 1, aaminie. Jambo la kwanza unapoongea na mtu, tafuta lugha ya kumsaidia chini ya uangalizi wa Roho Mtakatifu. Aamini kile unachosema. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni shahidi. Tunapokwenda tunakwenda kama mashahidi wa Yesu. Tunakwenda kama mabalozi wa Yesu. Ndio maana kwenye mstari wetu wa kukumbuka wa vijana wa Korintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 20 unasema, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi msioamini patanisho na Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakwenda kuwapatanisha watu na Mungu. Sasa akifika mahali pa kuelewa kile unachokiongea, kwa sababu una ushahidi na kile Yesu alichofanya kwako. Amen. Huwezi kutoa ushahidi kama hakuna alichofanya kwako. Kama kuna jambo Yesu amelifanya, basi unatoa ushahidi kwamba Yesu amefanya hiki. Yesu atafanya hiki kwako pia. Kama ameweza kufanya kwangu, kwa nini kwako asifanye? Haleluya. Akikuangalia anaona unayoyasema yanafanana na wewe. Amen. Wewe unaweza kusema habari za Yesu, lakini unayoyasema hayafanani na wewe. Wako wengi ambao tunakwenda mitaani kushuhudia, alafu tunasikia harufu mbaya. Wanasema, wewe naye kaokoka? Wewe na wewe umeokoka? Mbona nilikuta kwenye kona fulani? Mbona kwenye uchochoro fulani ulikuwa unafanya nini? Maana tunafuatiliwa. Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nakumbuka nuru ikiwaka kama hii taa inavyowaka, inaangaza. Ukiizima hapa ndani patakuwa hakuna mwanga wa kutosha. Mahali pengine imesema ninyi ni chumvi ya dunia. Na ukipika chakula, kitu cha kwanza mama anachofanya, anafanya nini?
haonji utamu mwingine wote, anaonja nini? Anaonja chumvi. Ndio kitu cha kwanza anaonja. Lakini kwanza pua zinaanza kusikia harufu sijui na nini, yamekia vizuri, amekaanga sawa sawa, lakini hatimaye analamba, anataka kusikiliza kimekuwaje, kina uonjo gani? Nini ni chumvi ya dunia. Mungu akitaka kuijua mafia anaionja, anakuta hapa pale kuna Ema, kuna Ineka pale, kuna hii na Anastasia yupo na Naomi yupo na Eric yupo, anakufuatilia na ndio anakutuma endelee. Jamani, amen. Aaminie sasa, anayeamini. Leo tumesema tutabatiza watu na kubatizwa. Jamani, haleluya. Sema na kubatizwa. Ubatizo ni agizo, ni amri, sio hiari. Ni uamuzi wako binafsi wa kuamua, kama ulivyoamua kuokoka. Huwezi kutoka nyumbani hujavaa nguo unasema naenda kanisani leo nimechoka kuvaa nguo. Ukija hapo tutakukamata tu. Tutakufungia mahali tukuvalishe kwa nguvu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unatoka tu unasema leo nimechoka kuvaa. Leo nimechoka kufanya nini? Kama mtu ameokoka, kubatizwa ni haki yako kama kuvaa nguo ni haki yako. Sawa sawa jamani? Ni haki kabisa. It's your right. Na kama hujavaa tukuvalishe au tupishe. Amen. Ubatizo na aaminie. Sasa ukishaamini, kuna dai ambalo unatakiwa udai. Jamani, mimi nimemwamini Yesu, shida ni nini? Sijabatizwa. Na kubatizwa lazima ubatizwe katika maji. Mimi nilipookoka nilikuwa na dini ya wazazi wangu ya Kikristo, na niliambiwa nilibatizwa nikiwa mtoto mdogo. Lakini sasa nilipobatizwa nikiwa mtoto, niliamini nini? Sasa nikakumbuka kwamba mimi nilipookoka, kabla sijaokoka nikiwa kwenye dini, nilisimamia watoto kama 6 hivi kubatizwa kwenye dini yao. Nashika katoto kanalia, lazima kauke maji, na kainamisha kwa kasisi, kanatiwa maji, kanapewa jina. Na mimi ndio shahidi. Babake na mamake wapo, lakini mimi ndio nani? Halafu naapishwa na ile dini. Mko tayari kumlea mtoto katika njia ipasayo? Ndio. Katoto kanaenda huko akatasbii maisha kanakoishi. Nashukuru Mungu niliwafuatilia. Hakuna hata mmoja ambaye sijampata. Wote niliwafuatilia. Nikamwambia Yesu ameniokoa. Mmoja tu ndio aliokoka, wengine sijui hata walipo sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini niwafuatilia na kwa ushamba nikawapa na Biblia. Maana wako Moshi kule. Na mimi sikutaka, nikamwambia mimi nimeokoka. Nilichokifanya kwenu hakikuwa cha kimungu, kilikuwa cha kidini. Sasa mnatakiwa muamini, mumpokee Yesu aliye ndani yangu. Mko sawa sawa? Wakaniambia tuko sawa sawa baba wa ubatizo. Kwa hiyo sasa unatakiwa kubatizwa mwenyewe, uamue mwenyewe kwa sababu una Yesu mwenyewe. Haleluya. Amen. Na nashukuru nilipata mmoja, wengine walitokea kwa mbali, sasa sijui waliko, na yumkini watakutana na Yesu. Kwa jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Biblia inaposema ataokoka. Sasa mimi nikapata shida wakati nasoma maandiko haya. Aamini na kubatizwa ataokoka. Na mmoja kaniuliza, ina maana mimi nimeamini sijabatizwa, ina maana sijaokoka? Of course kuna vitu ambavyo hujatimiza. Sisi umeamka una afya njema, una hamu ya kwenda kanisani, sasa hujavaa nguo, unaendaje? Unaendaje? Unaenda hivyo? Unachomoka hivyo? Ubatizo ni haki, ni sehemu, ni ishara ya kuthibitisha kile ambacho umeamini. Siku moja Yohana akiwa anabatiza katika mto Yordani, na kusoma kwenye Biblia, alienda kwa Yohana ili abatizwe.
Hana alipomwona akashtuka, kwa maana Roho Mtakatifu alimshuhudia akisema kwamba huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na Yohana akakiri akamwambia ule mkutano, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Halafu Yesu ndiye anafunga safari na anamwambia nataka kunibatiza. Yohana akamwambia wewe, mimi nataka nibatizwe na wewe unataka nikubatize mimi? Yesu akamwambia kubali hivi sasa, maana ndivyo itupasavyo kuitimiza haki hii yote. Jamani, amen. Yesu alibatizwa kwa sababu alikuwa na dhambi. Kubatizwa, hatubatizi mtu ambaye hajamwamini Yesu. Na Yesu kama alibatizwa, who are you? Wewe ni nani unayekataa kubatizwa? Na umemwamini Yesu, unang'ang'ana na vidudu ulivyopokea kwa wazee na wababu zako ambao hata Yesu walikuwa hawana. Maana kuna ugoro na mbege huku mashambani. Anakwambia sasa umekuwa Mkristo. No. Umeamua kupata Yesu sasa, unalo jukumu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi, umetakaswa kwa damu yake. Sasa kuna hatua ya msingi ya kusajiliwa mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipobatizwa tu akapanda kutoka majini. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema akapanda kutoka majini, sauti kasikika kutoka mbinguni, huyo ni mwanangu mpendwa wangu, ninapendezwa naye. Kaulia watu walisikia hiyo sauti. Wangeisikia wapi kama Yesu asigetii akizuia? Alienda kubatizwa kwa sababu alizaliwa chini ya sheria, alizaliwa na mwanamke, alikuwa na mwili kama wa kwangu mimi na wewe, ili akupate, na amekupata. Sasa uko hapa, jina la Bwana Yesu litukuzwe. Biblia inasema hivi, amini na kubatizwa utaokoka, asiyeamini. Kinachonitisha ni ile andiko, asiyeamini atafanya nini? Sababu anataka kuhukumiwa. Kama ni Bwana Yesu asifiwe. Atahukumiwa. If you don't like it, uko chini ya hukumu. Tena hukumu hii ni ya jehanamu milele. Na si kwamba tunaiogopa, mimi siogopi hiyo. Mimi siogopi. Kwa hiyo nikimbie kwenda kubatizwa kwa sababu naogopa kuhukumiwa? Hapana. Unajua kwamba sasa nataka niwe mwana wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu yako mambo ambayo ni marupurupu kwa wale wanaomwamini Yesu. Sasa kuna saba nasema hivi, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Namba moja, kwa jina langu watatoa pepo. Jamani, katika mambo ambayo yanatesa watu ni mapepo. Yanatesa watu sana. Eti amesema sana. Hivi unafahamu mtu anayeteswa na mapepo? Sio wale tunaowaombea hapo wanapiga kelele natoka, tunahangaika naye, sawa, huyo ni moja. Kuna watu wanateswa na mapepo. Mapepo ya wizi, mapepo ya uzinzi, mapepo ya uongo, mapepo ya utapeli, mapepo ya ulevi. Wanafikiri kuna mtu anayependa kulewa. Hata ukute mlevi anayumba barabarani, kumwambia mlevi, akwambia wewe mlevi baba. Wewe si umelewa? Atakutemea mate. Japokuwa hana nguvu za kupiga ile mate ya kutemea na dondoka kifuani mtu mwenyewe. Lakini ni mlevi. Hata ukienda kule mchochoroni kule kukuta wale malaya wale. Ukiwaita malaya watakupiga. Wanaita madada poa. Madada nini? Madada poa. Lakini sio malaya. Ni malaya. Malaya. Jina baya kuna mtu anayelitaka, lakini anafanya ubaya. Sasa hataki hilo jina. Mtu muongo kama wewe muongo, anakwambia ni muongo mimi. Anakataa. Sio sifa nzuri. Hakuna
mtu anataka sifa mbaya. Mungu atusaidie wapendwa wangu, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema na ishara hii itafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Ya pili, watashika, watasema kwa lugha mpya. Haleluya. Watu wanajazwa Roho Mtakatifu, wanapata lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakila kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Usiende ukanywa sumu, usiende ukatafuta nyoka ukamshika, ila yako mambo yatakayotokea jinsi hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nimeshuhudiwa, mimi sijui, ila mara 2 au mara 3 kuna watu wameniambia wamenipa sumu, alafu wakawa wananiangalia wakakuta mimi sijafa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wameprove. Hata siku moja mke wangu hapa amekaa saluni, wanaongea vituko vingi, kina mama si mnajua, mnaenda kusuka nywele kule. Akasikia wanaongea, lakini hawakujua kwamba ni mke wa Mosha. Kuna watu wa umma hapa duniani kama mchungaji Mosha walishakorogea soko yule. Kala kabisa, kama hakufa yule, si yule mnamuona kila siku anapita. Sio nilipita na gari kama Mosha huyo. Wakasema wakanichambua hapo saruni yake kainamia hivi. Asuka nywele. Haja kaniuliza, bwana, wewe ni wapi kupewa sumu? Mimi sijui. Kule saruni wamesema. Kama walikuwa nasema uongo ni wao, kama walikuwa nasema kweli ni wao. Mimi sijapata mafua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwamba nimeenda kuitafuta kuinywa. Hata ukitaka kunikorogea rafiki yangu, ukitaka kuniua, pole sana. Ni mpaka Bwana aruhusu. Jamani, haleluya. Sio mimi, hata wewe uliyemwamini Yesu, sema hata mimi. Sitakufa bali nitaishi. Nitangaze fadhili za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ndio ahadi yetu. Hii ndio furaha yetu. Pigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Ndio maana kafa msalabani ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda sana hizi ishara zinavyofuatana nasi tuliomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Biblia inasema wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya njema. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ni marupurupu mengine, kuweka mikono juu ya wagonjwa nao wapate afya. Biblia haijasema mtaweka mikono juu ya watu wapate hela. Amen. Nimejaribu kuwekea wengi wapate hela. Lazima ufanye kazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ufanye nini? Ufanye nini? Ufanye biashara, ufanye kazi, ujishughulishe, upate hela. Lakini kama mgonjwa mchana wa leo, asubuhi ya leo, nitakuwekea mkono kwa jina la Yesu ninayesema habari zake, utapata uzima. Sema amen. Na nimeombea wengi na wengi wamepona. Sema amen. Ndio. Hii ndio agizo tulilopewa. Na wewe uponyaji huo sio kama uko kwa Mosha peke yake, na wewe unao. Sema na mimi ninao. Na mimi ninao. Kwa jina la Yesu, watu wote watakaowekea mikono watapona leo. Kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie, tunapozungumza haya, kafanye mazoezi. Tembelea majirani zako. Ukikutana na mgonjwa yoyote, mwambie na kuombea, mwamini Yesu, utapona. Akikubali na kutii, atapokea unayoyasema. Biblia inasema mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Unafikiri kimwekea mkono mtu akapona? Pananoga mwanangu, pananoga. Jamani, haleluya. Pananoga sana. Yaani hakuna kitu kinachonifurahisha kama mtu amekuja naumwa na mwekea mkono na mama anajisikiaje? Uliponiombea, nasikia kama kuna kitu kimetoka, nasikia uzima. Mimi miguu yangu iko miguu inatembea sasa. Unaonaje? Hapo vipi?
Hapo vipi? Haleluya! Huyu ndiye Yesu tunayenena habari zake kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Una ugonjwa unatoka, una mateso yanaondoka, kwa sababu magonjwa yote, niwaambie kweli, author wa magonjwa yote ni Shetani, kwa sababu ya dhambi ya Adam katika bustani ya Edeni. Ndiko magonjwa yalikozaliwa, ndiko virus walikotoka, na ndio maana virus wako kila mahali. Jamani, haleluya, haleluya! Sema Yesu anaokoa, Yesu anaokoa, Yesu anaokoa, Yesu anaokoa. Haleluya! Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Baada ya kusema haya, niulize swali sasa. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Wangapi wako tayari kubatizwa sasa? Wale mkono juu. Nasema mchungaji, msibatizwe. Haleluya. Amen. Asante sana. Asante sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Baada ya kusema hili, tunaendelea kusoma maandiko mengine. Nataka tuje kwenye ibada yetu sasa ya meza ya Bwana. Jamani, haleluya. Niseme hivi, meza ya Bwana ni agizo, kama ilivyo agizo la ubatizo, kama ilivyo agizo la nini? La ubatizo. Na meza ya Bwana ambayo tunakubaliana tutakuja asubuhi ya leo, na nadhani wamekuja wale ambao ni maalum, ambao Mungu amewateua, walio tayari. Kusema walio tayari, walio tayari, na walio tayari wamefanya nini? Wamefika pamoja na mvua. Leo mvua imekaza, nikasema leo haiwezekani, lakini nakushukuru Mungu kwa kuwa umetenda mema, na watu wako walio tayari wako pamoja na mahali hapa. Meza ya Bwana ni muhimu, ina mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, inatoa tafsiri ya wakati uliopita, kwa sababu Yesu alishiriki na wanafunzi wake wakati uliopita. Na la pili, nazungumza kwa wakati uliopo sasa, ambao ni wakati wetu. Wewe ulioko pamoja nami hapa, inazungumza kwa habari ya wakati huu. Meza ya Bwana inazungumza kwa wakati ujao, ambao tutakaa na Yesu tukifanya sherehe ya harusi ya mwana kondoo mbinguni na Yesu. Haleluya! Kwa hiyo mambo makubwa matatu: wakati uliopita, wakati uliopo, na wakati ujao ambao tunamsubiri Yesu, maana parapanda italia wakati wowote tukafanya sherehe pamoja na Kristo. Sema amen. Amen. Jambo linalolisubiri nini, ambalo sasa hasitaki kuyumba, ni harusi ya mwana kondoo. Jamani, haleluya. Na mmoja anasema kwa sababu umezeka. Biblia inasema parapanda italia, kufunga na kufungua. Lini? Baada ya ibada hii. Mimi sijui, kesho sijui, miaka 100 ijayo sijui, lakini Yesu anafanya nini? Anakuja kutuchukua. Biblia inasema sisi tulio hai tutawatangulia waliolala, ila Biblia inasema wote watafufuliwa, halafu waliopo tutabadilishwa, tunakwenda kumlaki Yesu wapi? Mawinguni. Halafu hiyo kunyakuliwa, mwanangu, itafakari kisha ambavyo tutapaa, sisi tutachomokaje? Just imagine. Mimi naona nimeona kwenye mitandao, mchungaji mmoja alikuwa madhabahuni kama hivi, akachomoka, watu wakaona suti zake zinadondoka mpaka sasa. Sielewi kwa nini aliondokaje bila nguo, sijui. Kuna inabidi tuende bila nguo, sielewi. Lakini anapotelea mawinguni. Wengine wako kwenye ndege, rubani ameokoka, mara kachomoka. Sasa ndege sijui Mungu wasaidie tu wale kwenye ndege. Dereva anaendesha basi la kwenda Moshi, sijui ni Esther la kwenda Rombo lile la kina mama Efsiba. Dereva hayupo, ameokoka. Basi ndio linaingia mwituni. Lakini kuna abiria waliokoka mle ndani. Jamani, haleluya. Tuko kwenye meli tunaenda Nyamisati. Mimi nitachomoka tu. Yaani nachomokea pale tunaenda kumlaki Bwana wapi? Yes, hakuna atakayebaki walio katika Kristo Yesu. Hiyo ndio furaha yetu. Hiyo ndio tunayochuchumilia. Hapa ndipo tunapomtaka Yesu na nguvu na uwezo na mamlaka yake. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaenda kula ile sherehe na Bwana Yesu ambayo tunataka tuisherehekee muda si mrefu sasa hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wakati huu uliopo ni ukumbusho, tunakumbuka wakati ujao, tunakumbuka
wakati Yesu akiwa na wanafunzi wake. Katika Injili ya Marko mlango wa 14 mstari wa 23, Biblia inasema hivi, kwamba nisome mstari wa 23 mlango wa 4. Biblia inasema na 22, nao walipokuwa wakila, alitoa mkate akabariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Mstari wa 23, akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote, akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Jamani, haleluya! Anazungumza habari za agano jipya. Lilikuwepo agano ambalo liliagana na Musa, lakini sasa na agano jipya anawapa, anawaambia hii ndiyo damu ya agano. Kiangalia kwenye Injili ya Yohana mlango wa 6 mstari wa 66 pale 67, aliwaambia wale makutano walikuwa wanamfuata, akasema, mtu asipokula na kunywa damu yangu hanistahili. Wakasema, tuliwaambia huyo Yesu chizi, unaona sana hata kukatia nyama yake tule. Wakamwacha. Lakini leo anasema hii, anatoa kikombe, anasema hii ni damu yangu ya agano. Naweka agano na nyie, naweka patano na ninyi. Nataka tupatane kwa makusudi, kwamba nawaachia kazi ya kufanya, maana nimekuja kutafuta na kuokoa ulimwengu uliojaa dhambi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndio lilipopatikana agano la mataifa yote, na Wachaga na Wangoni mpaka Wakuria mpaka Wamakonde, wote wanaokoka. Jamani, haleluya! Taja kabila lako na Wangoni. Haleluya! Agano jipya, Bwana anaagana na watu wote wanafanyika kuwa watoto wa Mungu aliye hai. Sema, mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Sema kwa sauti basi, mpendwa. Sema, mimi ni mtoto wa Mungu. Achana na wahudumu wanaohudumu hapa na weka na meza, weka hapa juu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sema, mimi ni mwana wa Mungu. Una uhakika? Una uhakika? Iambie nafsi yako, mimi ni mwana wa Mungu. Maadamu nimemwamini Yesu kuwa Bwana na mtawala wa maisha yangu, mimi ni sasa ni mtoto wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo agano jipya lilitangazwa na Yesu mwenyewe kwamba sisi wote tutakaompokea kwa Bwana na Mwokozi, kwa habari hii ya meza tunaenda kushiriki, ni agano jipya. Wakati uliopo ni ushirika mtakatifu, koinonio, pamoja na Kristo. Kuna faida ya msalaba kutuunganisha sisi na Kristo, kutambua tangazo la agano jipya. Ukitambua tangazo la agano jipya ambalo ni msalaba wa Kristo, ambao ndio hii Yesu anaizungumza, unaunganishwa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo anasema katika Wakorinto wa kwanza mlango wa 10, tuangalie maandiko kidogo alafu tuendelee mbele. Wakorinto wa kwanza mlango wa 10, Biblia inasema mstari wa 16 na wa 17, nasema kwamba kwanza mstari wa 14, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Nasema kama na watu wenye akili, lifikirini ninyi ni neno ninenalo. Paulo anasema mstari wa 15, nasema kama na watu wenye nini? Wenye akili, lifikirini ninyi ninenalo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja
na sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tutapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, Paulo anajaribu kufafanua hapa, walikuwa wanakula chakula cha jioni, Lord's Supper. Jamani, amen. Ni chakula cha jioni. Tumetafuta kwa sasa, kwa sababu ya maendeleo, wanatengeneza mikate, wanatengeneza vijani, wanatengeneza hiki, wanatengeneza kile, lakini chakula cha jioni walichokuwa nakula ni mikate iliyookwa, tena mikate sio na chachu, sio na hamira. Yesu walipokula akanyanyuka, akachukua mkate mmoja, akauvunja, akawaambia, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akakata kipande, akawapa, akawaambia, gawaneni. Kila mmoja akakata, huyu akakata, huyu akakata, mpaka wote wakaenea. Akasema, ni mwili wangu unaovunjwa kwa ajili yenu. Sasa kama Yesu anatoa mkate, anasema huu ni mwili wangu, wewe ni nani unayekataa? Kwa hiyo unaunganisha, unatuunganisha, unatushikamanisha, unakufanya wewe uwe mshirika wangu, unakufanya wewe uwe mwenzangu, unakufanya uwe mwanangu, uwe ndugu yangu, uwe dada yangu, uwe kaka yangu, uwe baba yangu, uwe mama yangu, unatuunganisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua, tunaposhiriki kayamba, na ngoja niangalie, tunaposhiriki meza ya Bwana ni tangazo kwamba tunaye Baba mmoja wangu, na sisi ni watoto wa Baba aliye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hii sio meza ya kukimbilia tu haraka haraka, hujaweka decision. Unamchukia ndugu yako, unamchukia jirani yako, unamchukia aliyeokoka. Kuna wengine hapa kanisani, nisikia wengine hata hawaongei yetu, wapo nakutaka nuna tu, unampa mkono na kwa pepo mchafu, toka. Hii haikuhusu. Kaka kule nje tuje tukuhubiri upya, mpate Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi, anayetutakasa, anayetuunganisha, anayetushikamanisha. Jina la Bwana libarikiwe. Katika 12 wa Yesu alikuwa kwa Yuda. Sasa naomba Yuda hivyo. Yuda ndio mkono. Haleluya. Yuda hapa yupo shatoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama una bifu na mtu, kapatane naye sasa hivi. Tengeneza moyoni mwako, tukitoka hapo kama ndugu yangu, umkumbatie, mwambie, mimi sikujua kabisa kwamba wewe nilikukosea. Hata kama nilikukosea, patana naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu huu mkate unatuunganisha na Yesu, unatufanya sisi kuwa ndugu wa moja, unatufanya kuwa familia moja. Jamani, wangapi wanakubaliana na mimi sasa? Na kueleza ukweli wa mambo, sisi ni watoto wa Mungu. Sema mimi mtoto wa Mungu. Mguse jirani yako, mwambie wewe ndugu yangu. Amen. Hapo ninachopenda Mungu, hana mjukuu, hana mtoto. Amen. Hana mjukuu, ana nini? Ndio maana anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Lakini Yakobo si mjukuu jamani. Sivyo? Lakini ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa wangu na ndugu zangu, sasa ushirika, nimesema ni koinonia, ni pamoja na kuiona faida ya msalaba ambayo Kristo alitolewa ili awe mpatanishi kati yetu sisi na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mlango wa 11 wa Wakorinto wa kwanza, soma mistari michache, alafu tutakwenda kushiriki meza ya Bwana. Tunaita meza ya Bwana au chakula cha Bwana. Wengine wanasema maneno mengine magumu ya Kilatini, nasema Eucharistia, sielewi, lakini sisi tunaita
meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 23 anasema hivi: kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. 26, maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. 27, basi kila ulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa anajipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. 28, lakini mtu na ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kuto kuupambanua ule mwili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna angalizo kubwa. Kila mtu anayekula hiki ajihoji. Hivi tuko pamoja? Ujihoji. Nakumbuka kwenye dini yangu mimi nilipopata kipaimara, nilikuwa kijana mkubwa, tulipewa komunio. Hii inaitwa komunio kule kwetu, lakini ndio nilipopata tangazo kwamba sasa umekuwa mtu mzima, unaweza kufanya vitu ambavyo wakubwa wanafanya. Na mimi nikiangalia kaka zangu na dada zangu wanavyofanya, mimi nikajua kumbe na mimi ni ruksa sasa. Kwa nimevaa shati jeupe safi kabisa, baba alinishonea nguo nzuri mpya, nikaweka paketi ya sportsman hapa. Halafu sasa nyumbani tulikawa na disco, tukumbatiana na wasichana hivi, this world is not my home. Nyimbo za Jim Reeves ndio tulikuwa tunacheza hizi zetu. Nikikumbuka leo naona kinyaa, maana nilikuwa sijaelewa kwamba kipaimara kumbe ni kitu cha kukufanya ufanye wakubwa wanavyofanya, na wanafanya vikubwa wakubwa ni vikojo. Jamani, tuko pamoja vijana wako nyie watoto nyinyi leo 16, 15, 14. Meza ya Bwana sio kwamba nimepata nafasi sasa ya kufanya ya wakubwa yake. Wewe ni mkubwa. Tuna practice utakatifu. Haleluya, sema utakatifu. Utakatifu. Tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Dini zimetutanganya sana, tumepotoshwa. Mimi nilifikiri ukishiriki ile meza ya Bwana ndio umekuwa imara kwa Yesu. Kumbe umekuwa imara kwenye dini na kufanya uovu bila kukemewa, bila kukatazwa, na hulijui neno la Mungu, huna roho wa Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hata ndio maana Biblia inasema ujihoji kwanza. Ujihoji kabla ya kushiriki. Kama una mipango yako mieusi, utubu sasa, nitakuombea sasa hivi. Na ndio mchungaji, ngoja kwanza nitubu. Hivi tuko pamoja. Kama una mikakati ya kwenda kufanya uovu, hapana, haikuhusu. Hii meza haikuhusu hata kidogo. Haikuhusu. Kwa nini? Nisikilize, nimalizia. Basi kila ulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili. Isivyostahili na maana ni nafsi yako na moyo wako unajijua kabisa kwamba mimi sijakaa sawa sawa kwa Yesu, na sina mpango kukaa sawa sawa. Nikitoka hapa nina matukio naenda kupiga. Achana na matukio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
atakuwa anajipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Ndio maana mtu anataka jihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa vikombe, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake. You just kill yourself. Jamani, Mungu akusaidie sana. Meza ya Bwana sio kitu cha kutupia tu kila siku. Tumefanya ibada kitubio. Hii sio kitubio hii. Jamani, tuko pamoja eh? Hii sio meza ya kitubio. Achana na vitubio kule. Inahitaji kule kule. Ina jina nyingine. Wanahitaji sakramenti. Kuna lingine wanaita Ekaristi, kuna nyingine yako majina kibao tu, yote ni sahihi. Lakini hayaendi sahihi kwa sababu mioyo iko mbali na Yesu. Tukio tunalokwenda kulifanya, look here. Yesu ndiye anasema kwamba sisi tumechukua mkate wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio chakula walichokuwa wanakula siku hiyo. Sisi tuna mkate wa kawaida kabisa. Anasema huu ni mwili wangu. Huu ni nini? Hayo ni maneno ya Yesu, sio ya kwangu. Maana singeweza kutoa mwili wake wa utafune. Wangekuwa ni cannibal, wanakuwa wanakula watu. Hapana. Anatoa mkate ambao ni chakula walikuwa wanakula cha kawaida cha siku zote. Akasema huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Akauvunja mwili wake. Na alichokisema Yesu kinakuwa halisi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anachokisema yeye ndio uumbaji wenyewe. Maana kama dunia iliumbwa kwa neno, na hiki anachokizamka ni anaomba uhalisi wa maisha ya Mkristo aliyeokoka. Akisema fanyeni hivi kila mnapo kwa kunikumbuka kwamba ninyi ni ndugu zangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninyi ni ndugu zangu. Vivyo hivyo na kikombe, baada ya kula akachukua kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya, ni damu yangu inayomwagika kwa ajili ya wengi, mpaka inatufikia na sisi tusiokuwa na hesabu. Gentiles, damu ya agano jipya. Sema amen. Kwa hiyo lazima ujipoje.